Simba walibadilishwa na kuitwa Eagles baada ya kuonekana jina la Queens linawaa kebehi kwa watani wao wa jadi Yanga, ambao kabla ya mwaka 1930 walijulikana kwa jina la New Youngs. Jina la Eagles, yaani tai kwa lugha ya Kiswahili, halikudumu sana. Lilikaa kwa muda mchache sana na kubadilishwa kuwa Sunderland. Hili ndilo jina ambalo wengi wanalifahamu sana. Ni jina ambalo wakundu hawa wa Msimbazi wana kumbukumbu kubwa nalo, na ni ndefu kidogo. Baada ya nchi kupata uhuru mnamo mwaka 1961 na miaka minne baadaye kuanzishwa ligi daraja la kwanza yenye sura ya kitaifa, yaani ligi iliyoshirikisha timu zote za bara na visiwani. Sunderland ndiyo ilikuwa timu ya kwanza kubeba kombe la ligi hiyo mnamo mwaka 1965 na kulitetea tena kombe hilo mnamo mwaka 1966. Hivyo katika historia, Simba Sports Club wakitumia jina la Sunderland waliweza kunyakua ubingwa wa ligi daraja la kwanza mara 2 kabla ya jina hilo kufa mnamo mwaka 1971 baada ya rais wa kwanza wa Zanzibar hayati Sheikh Abed Aman Karume washauri kubadili jina kwa sababu ya maudhui yake ya kikoloni, na ndipo jina la Simba Sports Club lilipozaliwa. Sunderland wakitumia jina jipya la Simba Sports Club iliwachukua miaka 2 kujipanga kurudisha makali yao katika ligi. Mnamo mwaka 1973 walitoa tena ubingwa wa ligi daraja la kwanza, ingawa walipotea tena na Yanga 1974. Hivyo kihistoria, Simba hii mpya ilitoa ubingwa wa ligi kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 1973 na mara ya mwisho mnamo mwaka 2012. Miaka ya 60 na 70 Simba walikuwa imara sana kwenye scouting ya wachezaji. Timu nyingi jijini Dar es Salaam zilitegemea matawi ya Simba ambayo yalikuwa yakitumika kulea vipaji wakiwemo Simba wenyewe. Matawi maarufu wakati huo kama Morning Stars, Ilala Stars, Canada, Kavu na Liverpool yalikuwa matawi ya Simba, pia maarufu wakati huo za kulea vijana kama walivyo Bombom hivi sasa. Wachezaji mahiri na waliokomaa vyema walikwenda Simba kwanza na wengine kwa vilabu vingine, lakini sio Yanga. Historia ya mwisho kwa mnyama